Hivi imekuwaje? Mbona sielewi ni shida ni nini? Huyu jamaa kwamba yeye ananyota sana au nini? Au ndio amechagulia ili aje nani atolee maini kwamba sema maini yake yana hela. Ila huyu jamaa kwa sababu najua ananiamini na ni mshikaji wangu wa muda mrefu. Tafanya juu chini lazima nimkamate tu. Na nimtoe kwenye mikono ya washikaji tupige hela. Siwezi kukubali kabisa nipishane na hela. Ngoja kwanza nitajua namna ya kuishi naye. Open up. Open up. Open up. Open up. Open up. Shikamoo. Malaba, vipi mbwa? Safi, mbona unasimama njiani? Shida nini? Niko hapa kwa ajili ya kazi moja. Leo mama yako ambaye unaishi naye amekupikia chakula kizuri sana. Yaani maanisha amekupikia wali, nyama pamoja na maziwa. Sasa nakuagiza hicho chakula usiende kula. Kakimwage chote. Si kama umenielewa. Open up. Open up. Open up. Open up. Kweli mjini njoo tupokee wa shamba. Yaani wewe hata haya kabisa? Eti kwa sisi nataka nikuoe nikuweke ndani. Wewe? Siwezi kuishi naye kwa taarifa yako. Sikupendi, sikuhitaji, michango ni kukuchuna tu. Nadhani mpaka hapo umenielewa. Open up. Ndugu yangu Wandewa, ni kama kaka mitikasi yangu unaenda kufeli. Na nikizingatia simu zangu upokei kaka. Basi simu nilikuwa nimeiacha hapo kwa sababu nilikuwa nafanya usafi bosi wangu. Si unajua asubuhi lazima tufanye usafi nini? Hapa babani kuna vumbi. Wandewa nakuita mara mbili Wandewa. Wewe sio kushindwa kupokea simu zangu. Labda kuenda kuna kitu kinakusibu.
ukiachana na kwangu mimi ambaye leo yamenitoa huko nimekuja huko. Kwa sababu hata hili jambo ningekuelekeza tokea jana ungepokea simu zangu, huenda mimi ungesha tatua tatizo langu. Bosi wangu, acha tu. Ila juzi kuna mteja amekuja hapa saa. Masuala ya biashara. Masuala ya biashara, unajua tena. Kwa hiyo nimemuuzia sofa moja, ushaona? Ndio. Kumuuzia sofa moja. Ila naona kama losi imeingia. Losi imeingia zaidi ya laki moja hivi. Unajua unanichekesha sana blaza. Maana siwezi kufanya upumbavu unaoniambia. Hata kama ikitokea chakula kimeandaliwa. Siwezi kufanya ujinga unaoniambia sasa hivi hapa. Nikamwaga chakula. Tena wali na nyama na maziwa. Sikiliza dogo. Hapa siko kufanya maigizo. Zingatia hiyo chakula usende kula. Na hakikisha unamwaga mbali kabisa. Si unanielewa vizuri? Blaza, mimi nimeshakuelewa. Naona kama hapo unanichelewesha. Mimi nataka niokote makopo hapa. Niende nikapime, nikapate hata kilo 2 nikapime nipate hela. Kwa hiyo unaona kama unanichelewesha. Kwa hiyo umenielewa? Nimeshakuelewa blaza, nenda, nimeshakuelewa, nenda. Naona kama unanichelewesha tu. Yaani kuna watu wanachekesha kweli. Eti kamwage chakula. Yaani mtu simjui. Nishaka tu from nowhere anatoka eti kamwage chakula. Yaani kamwage wali, nyama, maziwa. Sasa nini maana yake? Kila siku tunarudia hayo, kila siku tunarudia hayo. Nini? Sasa kwa nini unatumia hasira? Sasa nisitumie hasira kwa nini unafanya ni mazuri? Basi nisamee mume wangu. Nikusamee nini? Ina maana tutakuwa unafanya kila siku hivyo hivyo kwa kutegemea kwamba nitakusamee. Maana msamaha ni nini sasa? Mimi ninavyojua maana msamaha ni mtu unabadilika. Sio kila siku naomba msamaha. Ina maana yake unijali. Kila siku naondoka hapa nyumbani sijala. Hata chai asubuhi sijanywa. Wewe hujui kama nafanya kazi ngumu mimi? Matumizi kila mara natoa. Hasa tatizo ni nini? Najua nimekosea sana. Unazingua sana wewe mwanamke. Tatizo lako ueleweki, hujali. Unategemea mimi niende wapi sasa? Ni vile tu kujua leo nataka nikuandalia nini. Leo nimeandaa nikupikie chai nzuri sana. Chai gani wewe? Chai gani? Kila mara chai. Hiyo najua ni namna ya kujitetea tu. Siku zote tunajitetea kwa mbinu hizo. Chai nini sasa? Kama ungetaka kunipikia chai usingenipikia muda wote huu. Mimi nilikuwa naandaa jikoni. Nashangaa mtu unatoka. Kwa nini unakuwa na haraka hivyo bebi wangu? Unazingua. Mimi naenda kazini, muda wa kazi huu. Wewe hujui? Basi sawa, nimekuelewa. Naomba basi nikuchukulie kitu hapa utumie, afu niendelee kupikia. Fanya hivyo basi. Kuhusu yule mtu ni kweli. Ghafla tu alitokea nyuma ya Eliza. Kumuona nyuma ya Eliza mwenyewe nishikwa na butwa sana, lakini kuna kitu ambacho alimvalisha Eliza. Unajua ndugu yangu, au mambo umeniambia mimi kama nimeshtuka. Jambo moja, huyo jamaa alomvalisha, umeambia ni mtu wa ajabu alomvalisha Eliza, iko kitu shingoni na Eliza akaanza kuongea mambo ambayo sio, aweza kukutukana. Na ni kitu ambacho mimi siwahi kumuona nacho Eliza. Si ndio? Zeni huyo mtu amekaa kiganga au ni mtu wa kawaida wameamua kucheza kama mchezo? Anaigiza siku hizi watu lengo kubwa kuumiza afu aone wewe una moyo gani. Huenda amekupima kidogo, akupe majaribu kidogo na wewe hapo kaondokea. Hiyo mwisho wa siku umemkosa mchumba. Kwa jinsi tu alivyomvalisha yule Eliza kile kitu, niliona hapa kuna kitu. Kwa hiyo umenipa kichwa sana kuhusu yule mtu. Tajaribu kuliangalia hili. Yule mtu ni nani? Na kwa nini alimvalisha Eliza kaanza kunitamkia ile maneno? Na mimi sijamzoea vile Eliza hata kidogo yani. Na kwa nini mpaka Eliza akanitamkia yale maneno? Mimi kwangu nitakwambiaga wewe kwako ashanishtua hayo. Haina noma kaka. Sawa. Open up.
baba. Kwani aje? Acha hizo na sasa tunakaza nini mtu wangu? Alafu mshikaji wangu unajua nini mwanangu? Sio kama labda mimi sina marafiki na marafiki kibao. Yaani marafiki wamejaa sado pamoja na vijiko mshikaji wangu. Nimekupeleka kupiga dili kule mwanangu tunafika umenikimbia. Unaogopa miti ile mwanangu? Unaogopa miti videge vinavyolia kwenye mimi unaogopa nakimbia mwanangu. Yaani nikupeleka makaburini. Tungeenda usiku. Ungeweza kupa usiku nikimbia huko mwanzoni. Sasa mwanangu dili ile ingekuwa inaruhusu kufanya mtu mmoja mimi ningepiga sema shida nataka watu wawili. Ndio maana mimi ikabidi nirudi. Mwanangu unafeli michongo mwanangu. Yaani katika watu mimi nakuamini lakini mshikaji wangu ni kumbe huko nyuma kama visigino mshikaji wangu. Yaani unafeli michongo mwanangu. Unajua umeniuze sema tu mwanangu sema ndio hivyo. Yaani umeniuze kishenzi. Ulikimbia nini sasa? Sema sasa mwanangu unaonekana kwamba wewe mwoga wa misitu. Hujai chunga ng'ombe wewe. Ng'ombe hujai kuchunga. Ukichunga ng'ombe usingekimbia. Ngoja leo sasa nakuletea dili nyingine. Sasa hili la town hapa center. Najua mpaka tupate hela mwanangu. Yaani ukanikimbia wewe mtu wangu. Sasa nakuleta madili ya mjini. Nini sasa? Au na nini unaogopa? Nataka mwanangu hili una shida gani mshikaji wangu? Usinichukulie mimi mpumbavu. Ukahisi mambo yako yote sitoyajua. Nimekaa kimya na kusikiliza sana unapiga porojo. Lakini kumbuka, wewe sio mwana. Wewe ni snitch. Nakumbuka siku ya mwisho umenipeleka polini. Ukadai kuna dili. Lakini tumeenda mpaka kule tumefika. Ndugu yangu, kumbe lengo lako baya. Na leo tena unakuja unajichekesha. Kwa ina maana wewe ulikuwa tayari mwanangu. Uko bize, yani mwanangu, ukachukua maini yangu. Ukatoe figo zangu. Yaani kwa kweli sijawahi kuwa na rafiki kama wewe. Na mimi na wewe tumetoka mbali, lakini wewe ni kama adui kwangu. Na sihitaji urafiki tena na wewe. Na ukikaa vibaya, naenda na kulipoti. Huyu jamaa amekuaje huyu? Mbona ghafla mshikaji wangu kanishtukia? Sasa hapa cha kufanya, kwanza huyu jamaa anaweza kanipeleka jela huyu. Na kana mchongo mzima na ngoja kwanza napigia washikaji hapa. Wale jamaa maana na wadili nataka liwe dirisha. Halo brother. Vipi? Wewe mimi ndio yule jamaa mliniagizia nije na yule mshikaji. Wanangu sikia ni wapange sasa. Mnajua nini washikaji? Kazi mlinito ameniona nyepesi, kazi ni ngumu wanangu. Yule mshikaji akachashtuka dili. Na hata mimi sielewi imekuaje mwanangu ameshtuka dili. Yale mimi pale nataka nimshawishi nimlete mwanangu huko. Nakuta mwanangu analuka, kanichana kaniambia wewe mwanangu nataka unitoe maini, filigisi. Kwa mpaka sasa naongea mwanangu moyo wangu uko juu juu. Yaani hapa taema na emea mbili mshikaji wangu. Sasa umesikia? Mimi naona sio kwamba nimeshindwa, sijashindwa. Kwa sababu mimi hizi ni hela na mimi na shida na hela. Sio kwamba nimeshindwa. Sasa cha kufanya hapa nilikuwa naomba kama inawezekana sawa. Muje geto huko kutumpigie. Tumpigie huko geto. Huko geto mje mfanye huko geto itakuwa rahisi mimi kumshawishi. Lakini kumleta huko ni ngumu. Ameshachituka mwanangu. Open up.